Katika dunia tunaoishi, wengi tuko katika vifungo. Vifungo viko vya aina nyingi. Katika haya maisha, Mungu alivyotupa amri 10 ili tuishi katika mwenendo huo, lakini shetani anachotufanyia katika maisha yetu ni kutuwekea vifungo. Aidha unaweza ukapewa kifungo cha uzinzi, unaweza ukapewa kifungo cha uongo, unaweza ukapewa kifungo cha kuabudu miungu mingine. Yaani kila mtu unayemwona hapa duniani ana kifungo chake. Sasa ni kwa namna gani ambapo tunaweza tukatoka katika vifungo vyetu ambavyo tunavyo, na ni kwa namna gani ambavyo Mungu anaweza akatusaidia ili tuweze kutoka kwenye hivyo vifungo. Kitu ambacho tunachotakiwa kukifanya ni kuhakikisha kwanza tunajikabidhi mbele za Mungu na kufuata mapenzi yake. Mapenzi yake ni yapi? Cha kwanza, katika hii dunia tunavyoishi, Biblia inasema kwamba hapa ndipo penye subira za watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Sasa tunapokuwa tunazishika amri 10 za Mungu, ndio tunakuwa watakatifu. Tunapokuwa na imani ya Yesu, ndio tunakuwa watakatifu. Vinginevyo ni kudanganyana na kutapeliana. Sasa kwa mtazamo huu, ili tuweze kutoka katika mtazamo ambao tumejiwekea kwamba ndio maisha yetu tunaishi, kwa sababu hapa duniani kuna namna nyingi za kuishi. Kuna mwingine tunaishi kwa ujanja, kuna mwingine tunaishi kwa sababu ya kujinufaisha sisi wenyewe, ila tunapoambiwa kwamba tusifanye mambo fulani au tusifanye kitu fulani, kinakuwa kinatubana katika haya maisha. Mfano kama leo hii, mtu ambaye ameshazoea kupata pesa kwa njia ya uongo, leo hii ukimpelekea habari ya Yesu au habari ya Kristo au habari ya Mungu inayosema kwamba uongo ni dhambi, uongo ni haufai, yeye kwake anaona kama vile wewe ni mtu ambaye hauko sawa. Kwa nini hauko sawa? Kwa sababu uongo ndio unayempatia fedha. Sasa kitu ambacho kinachompatia fedha, wewe unamwambia akiache. Anakiacha kwa misingi ipi? Au anakiacha kwa utaratibu gani? Kwa ni lazima kabisa turudi kwenye neno la Mungu, tujue linasemaje. Mungu mwenyewe anasema kwamba kama tukimtumikia yeye atatupatia mahitaji yetu. Na sio tu hata kwa kumtumikia, wapo wanaomtumikia na wasiomtumikia, lakini bado mahitaji yetu anatupatia. Na ndio maana katika neno lake linasema kwamba Mungu huwanyeshea wema na waovu. Maana yake ni nini? Kwamba ndio hatuishi katika mapenzi yake, lakini rehema zake na mibaraka yake bado tunaipata. Sasa ni kitu gani ambacho natakiwa tumuombe Mungu aweze kutusaidia ili tuweze kudumu katika kumtii yeye? Mojawapo ni kuomba, kufunga, kusoma neno lake, na kitu ambacho shetani hataki kabisa kukisikia au ambacho hapendi ni sisi kuzungumza na Mungu. Mungu tunazungumza naye kwa njia gani? Wakati ule wa zamani wa Elia walikuwa wanazungumza kwa njia ya malaika, ila kwa sasa hivi, ndugu yangu, ukitaka kuzungumza na Mungu ni namna unavyosoma neno lake, ni namna unavyomuomba Mungu, ni namna unavyomkaribia kwa kufunga. Tukiwa tunafanya hivyo kwa namna moja au nyingine, huwa tunasogea karibu na Mungu na Mungu huwa anatusikiliza. Sasa inabidi tufanye nini ili basi tuweze kutoka katika vifungo ambavyo shetani huwa ametukamatia hapo? Na basi tumebaki tukawa tunachekana, lakini nataka niwaambie kwamba kila mtu ana kifungo chake hapa duniani. Labda ambaye hakuwa na kifungo ni Kristo tu. Kristo ndo hakuwa na kifungo, na ndio maana ukisoma katika Kristo unasema hakuwa na hila wala hakuwa na mwenye dhambi. Lakini sisi binadamu wote tumechafuka. Tumechafuka kwa sababu gani? Dhambi ilipoingia tulikuwa wahanga wote, na sisi tunahitaji msaada ili tuweze kusaidiwa na nani? Na Roho Mtakatifu. Na pasipo yeye sisi hatuwezi neno lolote.